Ni kipindi cha wanawake wajasiriamali, wafanyabiashara na wanawake wa miradi mbalimbali ambao wanathubutu katika kuchangia kipato cha taifa kupitia maendeleo na biashara. Mtazamaji, kupitia Maisha Daily TV, ikiwa siku ya kesho tarehe 8 mwezi wa 3 ni siku maalum kwa ajili ya wanawake na kina mama wote kwa ujumla, ikiwa ni siku yao ya kusherehekea kwa yale yote ambayo wanajivunia ndani ya jamii kama wanawake. Na leo siku moja kabla ya kufikia kilele cha maadhimisho ya siku ya wanawake duniani, tumefika ndani ya kata ya Kabanga wilayani Ngara mkoani Kagera, ikiwa ni mmoja ya chachu ya kuwatembelea kina mama ambao ni wajasiriamali, lakini kina mama ambao wana biashara mbalimbali. Ni vipindi tofauti tunapenda kuwapa hamasa, lakini watueleze ni wakina nani ambao wako nyuma ya mafanikio yao. Na leo tumekutana na mwanamama alimaarufu jina la Mama Tui ndani ya kata ya Kabanga, anayeuza biashara ya vyombo jumla na rejareja na vitu vya watoto. Ataenda kutuelezea, mimi sijui biashara yake, lakini ataenda kutuelezea ana biashara gani na ipi, ina changamoto gani, ana fursa ipi na mafanikio nyuma ya biashara yake. Mama, shikamoo. Marahaba. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Happiness Herman Gahanga aka Mama Tui au jina maarufu Mrs. Erikana Nzirorera. Karibu sana. Kwanza tukaribishe kwenye kipindi chetu cha kina mama ambao wanathubutu kama wewe. Hongera sana. Asante. Mama Tui, familia yako ina watu wangapi ama watoto wako? Mimi ni mama wa watoto 4 na wajukuu 4 na mwanaume mmoja. Na umependeza sana siku ya leo. Asante. Sawa. Kabla ya kuendelea, tunaomba kujua ni nani yuko nyuma ya biashara yako hii mpaka unafahamika, mtu yeyote anajua Mama Tui ni wapi. Nani yuko nyuma ya biashara yako? Aliyeko nyuma ya biashara yangu ni mume wangu kipenzi Erikana Nzirorera. Hapo tunaomba uweze kumwambia, unamwambia nini, kwa sababu kuna kina mama wengi ambao tunawaona wako nyumbani, wako majumbani, wanaume hawataki watoke au hawataki kuwahusisha kwenye biashara zao, lakini wewe Mr. amekuacha ili uweze kujumuika naye kwenye biashara na pengine usimamie, uwe msimamizi wa biashara. Unamwambia nini neno la shukrani? Namshukuru sana mume wangu kipenzi kwa kuweza kunipa nafasi ya kuniruhusu kufanya biashara zangu kila leo na kila kesho, maana ni wengi ambao hawapati ruhusa kama hizi, lakini namshukuru sana mume wangu kuniruhusu kufanya shughuli kama hii. Asante. Unajisikiaje unapoamka asubuhi ukatoka nyumbani ukaja kazini kwako ili hali kuna akina mama ambao hawana ruhusa hizo? Nafurahi sana, namshukuru Mungu kwa yote, kwa sababu Mungu ananiwezesha kuendelea kuyafanya haya kwa usimamizi wa mume wangu. Nashukuru sana. Tunaomba tuendelee kuwapongeza akina baba, akiwemo Baba Tui. Alimadhani jina lake ni Erikana, amemtaja mke wake. Kwa kweli tunakupongeza sana kwa kumwacha mwanamama huyu akaja kushiriki kwenye biashara ya familia, ikiwa ni moja ya kumpa fursa na yeye ya kutoka na kuthubutu kama mama. Anapata kipato kupitia hapa, anafahamika kupitia hapa, ni jambo la kujivunia kwake. Tunaomba tukupongeze, shout out kwako, Mungu azidi kukubariki ukawe mfano kwa kina baba na wanaume wengine. Una muda gani kwenye hii biashara yako? Mimi nina muda wa miaka 30 takriban tangu nimeanza biashara hii. Nimeanza biashara yangu hii mwaka 1996. Pengine biashara yako sasa tunaiona ikiwa kubwa. Tunaomba uwatie moyo akina mama wenzako kwa kuambia ulianza biashara ikiwa na ukubwa huu. Kwa kweli nilianza biashara hii ikiwa ndogo sana. Nilianzia na biashara ya vyombo vya plastiki kwa kuzunguka masokoni. Masoko yote nazunguka kila siku ya soko, na atendi kununua, kuuza biashara, nanunua, naenda kuuza mpaka nikafikia hapa nilipo. Namshukuru Mungu kwa hivyo. Na mpaka nimefikia kiasi hiki. Kwa maana hiyo ulianza biashara ukiwa huna ofisi maalum? Nilianza biashara sina ofisi yoyote maalum kabisa. Nilikuwa nazunguka masokoni Jumatatu mpaka Jumapili, napeleleza masoko yalipo, napeleka vyombo vyangu vya plastiki sokoni, na hatimaye Mungu akanijalia nikapata ofisi. Namshukuru Mungu. Ni jambo la kujivunia. Katika hili ninaomba tusitoke kwa uharaka, kwa sababu natamani akina mama na akina dada ambao wameboteka ya kwamba mtaji mdogo si mtaji. Tunaomba kujua ulianza biashara kwa mtaji wa kiasi gani, ili kuhamasisha wale akina mama ambao wanaona pesa kidogo haiwezi kumfikisha popote.
Mimi kabisa nilianza biashara yangu kwa mtaji mdogo sana wa sana 30,000. Maana 30,000 unanunua bakuli za plastiki na beseni, unapata kabisa. Ukishapamba pale mambo yanaendelea, lakini nimepanda mpaka kufikia hapa nilipo. Wala mwenyewe siamini. Kupongeze sana. Asante. Mtazamaji, ni jambo la kujivunia mwanamama ama Mama Tui ambaye alianza biashara yake ya vyombo kwa mtaji wa shilingi 30,000 unayojua yeye ya Kitanzania. Sasa hivi anayo ofisi ndani ya Kabanga. Tukitaka chombo chochote kizuri classic cha hali yoyote, anahudumia jamii wote, hali ya juu na chini, unapata kwa Mama Tui ama kwa Elikana. Ni jambo la kujivunia kwa sababu alikuwa ana lengo na aliamua kuthubutu. Sasa ni kuase wewe mwanamama ambaye unaona mtaji mdogo hauwezi kukufikisha popote. Kila kitu kilianza na sifuri, baadaye kikafika mwisho. Tunaomba wape neno la mwisho la kina mama ambao bora achukue pesa hata 50,000, 40,000 aweke kwenye kusuka alafu bado hana kazi ya kufanya. Mimi napenda kwa hasa kina mama wenzangu wasibweteke, wasikae njiani, nyumbani kazi za kufanya ni nyingi sana, biashara za kufanya ni nyingi sana. Hata akijifunza kusuka, akakaa barazani akasuka, ni mojawapo ya kazi ya kutafuta mtaji. Ukienda ukanunua nyanya hata kilo 5 ukaweka mezani, bado hiyo ni kazi ya kupiga hatua. Kwa kweli kukaa sio kuzuri, wakina mama tunanyanyasika, tunaomba mambo ya kukaa nyumbani tusiendekeze. Mtazamaji wa Maisha Daily TV, siku ya wanawake duniani inaenda kwa kauli mbiu ya haki kwa wanawake na wasichana, msingi wa maendeleo jumuishi kufikia dira 2050. Mtazamaji, lengo kuu ni kila mwanamke alipo athubutu na anyanyuke, asibweteke. Kama mama ambavyo ameweza kusema, jamani msirizike. Mtu akikwambia usitoke nyumbani, muulize kwa nini nisitoke. Kwa sababu hata ningetoka na mimi ningeingiza 1,000 ingeingia. Na ukiingiza huku kupitia mlango mwingine, tunafanya kitu kizuri. Tunaomba mzidi kuhamasika. Lengo kuu la kipindi hiki cha mwanamama ambaye aliyethubutu ni kuweza kuonesha ni namna gani akina mama wamepewa nafasi kwenye familia zao, pengine na wanaume zao, pengine na familia, lakini wamesimama na wanaonekana. Kutoka tu nyumbani kuja hapa dukani ni jambo kubwa sana la kumshukuru Mungu, sababu anakutana na watu, anajifunza, habweteki, hakai nyumbani akawaza mambo mengine ambayo hayako sawa. Akitoka hapa yuko bize na familia yake. Akina mama tuamke, tuthubutu, na hawa ni wanawake wa mfano kupitia biashara, ujasiriamali na uwekezaji kwa ujumla. Tunaomba kujua changamoto ulizokumbana nazo toka ulivyoanza ile biashara kwa udogo wake mpaka leo hii. Hii biashara kwa udogo wake nilipata changamoto nyingi sana, hata nyingine kuzisimamia inakuwa ngumu, lakini chache ni kwamba nilipata mtaji, nikasema nianze kuuza na vyombo vya udongo. Unaleta vyombo unakuta vyote vimevunjika. Hiyo ni changamoto ya kwanza. Changamoto ni nyingi sana. Hasa kuuza vyombo ni roho ngumu. Kwa sababu vyote vinavunjika, usafirishaji unakuwa mgumu. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto sana. Kwa hiyo kama hauna roho ngumu, kuuza vyombo ni ngumu pia. Okay, lakini pia penye changamoto pana mafanikio. Umepata mafanikio gani toka ulivyoanza mpaka leo hapa wewe na Elikana wako, mmepita mafanikio yapi? Tumepata mafanikio mengi sana. Kwanza hii mimi biashara ya vyombo nilichagua kwa sababu gani? Vyombo havi expire. Hata nikisema ninamuuguza mtoto mwezi mmoja, wiki moja, wiki mbili, ukifunga duka lako ukafungua, unaendelea kuuza, maisha yanaendelea. Sio kama vyakula vina expire. Ndio maana kwanza kabisa nilichagua kuuza vyombo. Maana havina stress. Ukifunga, utafungua, utauza chombo chako utakikuta vile vile kama kilivyo. Kwanza kabisa nilipenda hivyo kwa sababu akina mama tunakuwa na changamoto nyingi sana. Maana nyumbani panatuhitaji na dukani panatuhitaji. Kwa hiyo nikaona hii biashara ya vyombo nitakapokuwa nayo hii haitanitia stress sana. Kwa hiyo nikapata mafanikio mengi kupitia hivi vyombo. Nimenunua usafiri na usafiri wangu. Amina. Nina mambo mengi kwenye familia, tumepanua wigo kwenye mambo mengi mimi na mume wangu kwa ajili ya uanzilishi wa vyombo wa kwangu. Namshukuru Mungu kwa hilo. Amina. Twende pale kwenye kutenga muda wa biashara
na muda wa familia unawezaje? Kwa sababu muda mwingi uko dukani, unawaangaliaje pengine watoto, na kwa umri wako nahisi una wajukuu pia, unawezaje kuwatengea muda wao pia na Mr. pia unawezaje? Mimi kwa kweli kama mara ya kwanza nilikuwa na kuja kwenye duka langu na mtoto na kila kitu, naamka mapema nabeba chupa ya uji, ya chakula, kila kitu nabeba nayo nakuja. Lakini sasa hivi inabidi mambo ya nyumbani, naamka kabisa saa 11 asubuhi. Naandaa vitu vyote vya nyumbani na viacha viko sawa. Alafu ndo naingia dukani. Kwa hiyo hata mzee akienda nyumbani mimi sipo, mimi najua kila kitu kitakuwepo vizuri. Hata watoto watakuwa vizuri tu. Sawa. Basi mtazamaji, unalo jambo la kujifunza ewe mwanamama ambaye unahisi pengine kwamba hapa hatuwezi tukatenga muda wa nyumbani na muda wa familia. Tuseme muda wa nyumbani na muda wa biashara. Inawezekana, na kinachoonyesha kwamba inawezekana ni akina mama hawa ambao tumewapata kupitia kipindi chetu cha wanawake ambao wamethubutu kuweza kuchangia kipato cha taifa na kujishughulisha kwenye shughuli za kifamilia pia. Kama ni biashara ya familia na yeye anakuwemo bana, hakai pembeni. Moja kwa moja tunaomba mtazamaji wetu aende kufahamu ni bidhaa gani unauza ili tuende sambamba za kwenda kuzitangaza, ikiwa ni kipindi maalum kwa ajili ya fursa kwa wanamama kutangaza biashara zao. Una bidhaa gani kwa ufupi? Nina bidhaa nyingi za hotpot ya kuwekea vyakula. Nina microwave, nina pressure cooker, rice cooker, vitu vyote vya ndani, na mazulia. Nina vitu vya plastiki kwa ajili ya watu mbalimbali, wa vyama, makanisani, kote, na anayetaka vitu analeta order namletea. Nina meza kubwa na ndogo. Nina vyombo aina mbalimbali vyote. Mtazamaji wa Maisha Daily TV, kupitia mchango wa mwanamke, kipindi cha mchango wa mwanamke katika kuchangia kipato cha taifa kupitia biashara, ujasiriamali na miradi mbalimbali. Na leo tumekutana na mwanamama, Mama Tui kutoka kata ya Kabanga wilayani Ngara mkoani Kagera, akiwa ni mama mwenye duka kubwa la vyombo aina zote na vitu vya ndani. Nimeona mafriji na ataenda kutuelezea kinagaubaga ni vitu gani ambavyo vinapatikana dukani. Tafadhali twende tukamsikilize, na kupitia siku ya kesho ya wanawake, jamani, tafadhali tuje tumuungishe mwanamama huyu unapohitaji vyombo hasa kwa wanawake na wanawake wenzake. Tusimu